Zikiwa zimepotea dakika 43 kutoka ripoti pale majira ya saa 8 kamili za mchana. Karibu sana. Kama ndio umejiunga na sisi, ni 103.3 Classic FM na kipindi hewani ni sauti ya mwanamke. Na leo tuko na mgeni, tunazungumzia uaminifu kwa wanawake. Na kama ambavyo umemsikia amezungumzia uaminifu ni nini, lakini pia ukitaka kuwa na maendeleo mazuri basi unatakiwa kuwa na uaminifu mzuri. Tunaenda kwenye stories za wanawake. Wanawake wanakuwa na story nyingi sana na hasa kwenye upande wa biashara. Sasa utakuja kutuambia siri yako ya mafanikio. Ni wanawake wanaongea lakini sio sisi. Sisi tunafanya kunukuu. Mtu anakuambia unaweza kweli kukaa Kariakoo? Wanasema Kariakoo kuna mambo mengi sana. Je, hayo mambo ya Kariakoo wewe unaweza kuyashinda kwa staili gani? Kariakoo eneo lolote lenye kumpa mwanadamu riziki lazima huwa lina vita sana. Yes, eneo lolote. Hata hapa kazini kwako. Unaweza usizione lakini kwenye ulimwengu wa nyama, lakini kwenye ulimwengu wa roho vita zipo. Kwa hiyo eneo lolote kwa sababu lina riziki, lenye riziki linakuwa lina vita nyingi. Hata Kariakoo iko hivyo, hata Mwenge iko hivyo, yani popote ambako tulipo. Vita zinazidiana kutokana na sisi tunaona Kariakoo kwa sababu ya ile wingi wa watu. Ndio, lakini siri kubwa ya mtu kufika popote alipo ni Mungu kuruhusu afike hapo. Unaweza kama umetumia njia zako na uzijua wewe ukafika hapo, lakini ni Mungu tu ameruhusu kwamba wewe zitumie ufike, lakini wewe utakuwa kujua kwamba kama ni nzuri utafika na hautashuka, na ukishuka utapanda zaidi ya ulipokuwepo. Lakini kama ukitumia njia mbaya, njia za kishirikina, njia ambazo si nzuri za wizi kama hivyo nilivyosema, utafika utapata anguko ambalo hutaweza kunyanyuka tena. Ukiona kwenye ofisi yako unajua kabisa hapa tayari washanikaribia. Washanipigia hodi. Unaopo wa Mungu haupo. Kuna siku tu unajua leo hii siku ni ngumu sana. Lakini kwamba nimewahi kufanywa vitu vibaya vile vya kuonekana sijui watu labda wamejisaidia kwenye eneo lako la biashara, labda wametupa vitu vibaya. Hapana. Kama nini? Mtu anaweza kukutupa vitu vya kukuogopesha. Unajua kuna mtu anatengeneza tu vitu vibaya tu akutupia hapo uogope. Cha msingi uwe imara. Hakuna kinachomshinda Mungu. Kwa hiyo hata mtu aje afanye nini, kama Mungu akiruhusu kitu kiwe chako ni chako. Hakuna kukunyang'anya. Kwa hiyo cha msingi cha muhimu na kikubwa ni kumtumainia Mungu. Hujafungua biashara yako na ikabidhi kwa Mungu. Unapoifunga biashara yako ikabidhi kwa Mungu. Na usinungunike ukipita kwenye magumu, kwa sababu usije ukaona labda kwa sababu mbona wakati ule labda nimeibiwa au nimeunguliwa biashara au nimefilisika, ukaona kwamba mbona mimi namwamini Mungu na bado nimepita hapa na Mungu. Yani hiyo ni sehemu tu Mungu anakupitisha. Hizo ni changamoto, anakufanya uwe imara. Endelea kusimama na Mungu, endelea kumshukuru Mungu kwa sababu atakupa zaidi ya hicho. Ndio. Na unaambiwa kibaya. Mimi kuna rafiki yangu mmoja nianza kucheka. Kuna rafiki yangu mmoja siku moja ameondoka nyumbani kwake asubuhi anaenda kwenye mihangaiko yake. Akafika ofisini kwake akakutana na vifuko tu vimefungwa. Kumbe huko ndani kumefungwa ugoro umewekwa hapo. Basi aliogopa sana, akasema tayari mambo yameshaharibika. Fikiria sasa unakutana na kitu kama hicho, uje kukutana nacho. Unafikiri yani utafanyaje au utajisikiaje? Moja kwa sababu uko wapi uchagani wapi Rombo. Yani kwanza ukiona hilo unajua kwanza hao wanaotumia hizi vita za kibiashara zimelenga mtu apate uoga. Na kinachomfanya mtu yote afeli kwenye maisha ni uoga. Hata madereva barabarani uoga ndio unaweza kusababisha wewe ukaangusha gari au ukasimama imara na ukaweza kukwepa ajali. Kwa hiyo hata kwenye biashara hivyo. Mtu anakufanyia vile anakutia kwanza uoga. Kitendo cha wewe kukubali hofu kuingia ndani ya moyo wako. Kitendo cha wewe kukubali ile hofu kukuingia, pale ndio unaanza kwa hilo ndio anguko lako la kwanza. Kwa hiyo ndo nakupa mfano, kabla sijaingia hata kwenye biashara ya kuinga, mwanzo tuliwahi kufanya biashara za Uber. Wakati huo ndo Uber zimetoka. Sasa kuna siku moja tulikuwa tuna magari mawili. Gari moja tukapigiwa simu na dereva imepata ajali. Kwa tukafika pale tunaangalia, baadaye dereva akaja polisi akasema nilikuwa nimeenda kuna ajali nyingine imetokea hapo tu jirani.
Kwa hiyo na sisi tukasema okay, basi tunamshukuru Mungu, gari kapelekwa polisi. Asubuhi tunapoenda kupata ile gari polisi ile moja, tuwakuta kumbe ile ajali ya pili iliyotokea ilikuwa ni gari yetu pia. Yaani zote mbili, yes. Kwa hiyo na maana hii ilipata ajali hapa kituo A, nyingine imepata kituo B, eneo moja bila kujua, yes. Hasa pale polisi tulicheka sana. Polisi yule akaanza kusema, inabidi muende mkaangalie, hii si sawa. Hii si sawa, haiwezekani. Gari zote za kwenu alafu ajali eneo moja na nini. Hasa hiyo kitu mimi nikajipa moyo kwamba Mungu akiruhusu ameruhusu nipite hapa. Tulipokea, nikamtia moyo hata mume wangu, nikamwambia ili limeruhusiwa na Mungu tulipitie. Tusianze kudanganyika kuingia kwenye kwenda kutafuta nani ameyasababisha haya. Mimi ni kwamba tunachojua Mungu ameruhusu upite hapo, basi unamshukuru Mungu na unamuomba ili aweze kusaidia unyanyuke na uwe zaidi ya pale ulipokuwepo. Na wanajaribu, unakuwa na mlango wa kuingilia. Lazima kutakuwa na mlango wa kutokea. Na ukikaa bila kukua na majaribu, kiukweli siku ukipata majaribu inaweza ikawa ndio mwisho wako wa dunia. Kwa sababu hujawahi kukutana na misukosuko, hujawahi kukutana hata na hizo tunguli hizi, yaani hujawahi kukutana navyo hata kwenye ofisi yako, hata barabarani, hata nje kwako, hata kokote. Siku ukiona hata kama fungiwa tu vitu ukaekewa hapo, lazima uchanganyikiwe kidogo. Ni kweli. Lazima upite kwenye heka ili uweze kusimama imara na kuwa wewe ambaye uko wewe sasa. Kwa hiyo kwa upande wa Kariakoo uko fresh tu, wanawake mnapambana bila shida na maisha mengine yanaendelea. Kariakoo jamani ni kuzuri kuisha. Wanazaliwa watu, wanakufa watu, kwa hiyo lazima tujue kuna watu wanakuwa watu wazima wanachoka. Kuna vijana wanaingia Kariakoo sasa hivi. Kariakoo sasa hivi sio Kariakoo ya zamani. Vijana wako na moto, wana nguvu. Kuna wanawake watu wazima kabisa, yaani wamama kunizaa mimi ni mawinga. Wanapambana wenyewe, wameanza kujifunza kuhusu mtandaoni. Anasema mimi siwezi kuwa na smartphone alafu hichi ninachokifanya nisikitangaze. Kuna mtu anafuga tu kuku lakini ana account Instagram, anaelezea kuku wake, anauza kuku wake kwa mtandao, anauza kuku wake kwenye mayai yake kwenye simu. Mtu anafanya labda biashara ya kutengeneza vitu, mjasiriamali, anavipost kwa sababu usipoviposti wewe, atakuja mwenye akili ya mtandao, atafanya tena, atapeleka faida kubwa kuliko hata wewe. Ndio. Tunasonga mbele, stories za wanawake tumeishia hapo. Kama tulivyosikia, tulikuwa tunazungumzia imani kwenye mitandao, kwenye biashara. Na ukifanya biashara usipokuwa na imani, kiukweli huwezi kufika kokote, kwa sababu unaweza usiuze siku 2 ukajua kabisa tayari imekwisha, washapita. Na hasa sisi tunaokaa kwenye hii miji mipya, tunawakuta wale wazawa bado wapo. Unasema wenyewe hawataki. Kumbe ni sisi wenyewe hatutaki. Msikilizaji, tunaenda break fupi na tukirudi moja kwa moja tunaenda sehemu nyingine tena ya dakika 10 za jikoni, ambapo tutakuja kumsikiliza mgeni wetu anapenda nini, anakula nini, anajua kupika nini, tutakuja kumsikia.